Kama utakuja kutembelea maeneo ya Luvungi. Sio. Wewe ni mkaji hapa Luvungi? Niko mkaji wa Luvungi ndugu yangu. Hapa Luvungi? Hapa Luvungi. Ndio nyumba hapa? Nyumbani hapa. Sasa situation kwanza hapa iko leo, jana na leo. Jana na leo situation haiko hata bien mzuri kidogo. So watu wa kwenda wako wanaenda kwenda Burundi, kwenda Uvira na kuelekea kwa village nyingine yenye Terere na Luvungi. Biko nakimbia vita, wanaona sasa vile mwingine changement mwingine inabadilika, wasoda na kwa wengi. Eske wasoda kwa wengi ndo problem ama ndo security? Ndugu yangu, wasoda kwa wengi ambao wanakamata kwa sababu vile ni vita. Unabeba kwa na roho wanaona sasa vile ndio security. Akitembea kidogo anakutana na soda anajisikia, wewe wako na roho anajisikia kama kabisa wako sawali kabisa. Biko security. Na wale waoga ndio wanatoka. Waoga wanatoka, wewe wako na nguvu wanawakia. Lakini tukizungumzia sasa dalili za vita ambazo ziko juu, adui iko hapa karibu. Ndio adui karibu. Sasa kilomita maana yake kutoka Luvungi na kwenye adui iko kilomita kama 3-2. Sasa mwe kama bajeni ya Luvungi mnajiprepare sisi tunatayarisha tu, Mungu asaidie tu kama ni vita kwa vita. Kama amani itakuwa kwa amani tu ndugu yangu. No, amani bila vita iko wapi? Vita tu ndugu yangu. Gisi mnajiprepare kwanza. Ni vita tu ndugu yangu. Mtasaidiana na wazalendo. Mtasaidiana na wazalendo ndugu yangu. Sasa Baraka One TV watu wengi wako na kuangalia pale. Ndio kule ndugu yangu. Kama uko na message yoyote yenye unaenda sema juu ya Luvungi, bajene, wazalendo nini? Sisi kama wajene na sisi kama wazalendo tuko tayari kabisa kwa mapambano. Kitu kitajitokeza tutapigana kabisa ndugu yangu. Ndio. Sasa ni jambo la maana sana. Sasa tunashukuru kuona kwamba jinsi mko pamoja na wazalendo na wa FRDC. Balkia mingi hapa. Wako wengi kabisa. Wengi na Warundi wako kutusaidia ndugu yangu. Mingi. Sasa tuko wengi kabisa. Ni vema tu vijana mko makini. Tuko makini kabisa ndugu yangu. Kitu itajitokeza tuko tayari kabisa. Okay. Tuko tayari. Nakushukuru sana bwana. Bwana uni dereva bodaboda. Wa imani nimesi sana. Sana ndugu yangu. Sasa kwa wale ambao walikuwa hawajui, unaona hii monima. Atuone kwanza hii monima hapa hii. Hii ndio monima ya Luvungi. Wala. Hii ndio monima ya Luvungi. Kwa hiyo kama uko hapa, uko deja Luvungi. Sasa message yenye niko nayo ni kusema kwamba ile clip yenye mko mnaona watu wanasema Kamanyola, tuko Kamanyola. Hapana, ile ni uongo. Bado hatuingia Kamanyola. Lakini message iko kwamba tutaingia Kamanyola. Sawa? Ya mkwetu mko pose, mtulie pale. Tutaingia kule Kamanyola. Na hapa tuko Luvungi. So, tuliongea na moja kati ya makamanda ambao wako hapa na tulikuwa na story nyingi za kupiga. Nafikiri ni vyema kama tutakwenda kusikiliza ambacho tuliongea na kamanda, kisha baada ya hapo ndo tunakuja tunamalizia. So hii ni Baraka One TV, usikose kushare, kusubscribe pia na kulike B1 TV. Pia tembelea Baraka One TV channel 2 uende kukutanane na matukio mengine. Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJB. Yeah. Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kutoka DRC. Hapa tuko maeneo ya Luvungi. Kama jinsi mnavyojua, tunazoea kuja huku mara mingi kuja kuangalia situation jinsi iko inaendelea. Juzi kuamkia jana tulipata taarifa nyingi na kuna watu walituma mpaka clips za video ambazo ziko zinazunguka kwamba tuko wapi? Kamanyola. Wazalendo wameingia Kamanyola. Nikasema pana. Kwa sababu tuko hapa maeneo inabidi tufike mpaka Luvungi tuone situation iko vipi. Kama ni kweli tuko Kamanyola tuingie mpaka Kamanyola. Lakini tumefika hapa Luvungi. Na jinsi mnavyoona niko na kamanda mbele yangu hapa ambaye nitamuuliza tu maswali mawili matatu ili tujue situation hapa Luvungi iko inaendelea namna gani. Kamanda, jambo? Jambo sana. Hii ni Baraka One TV na tumekuja hapa kwa ajili ya kuja kuwatembelea. Kwanza tuko na operation ambayo inaitwa Operation Saidia Mzalendo. Hii operation yetu kama vile vijana wa Uvira na Fizi tuko tunatembelea wazalendo na kwenda kuwasaidia ile kidogo kadiri na gisi tunavyojiweza. Sasa kwa nafasi hii kwanza tuko na envelope yetu hii hapa. Hii hapa ambayo ni kidogo ya maji ya vijana wetu kwa lengo la Operation Saidia Mzalendo. Kuhusiana na hii operation kwanza ya kutembelea wazalendo, una nini la kuzungumza? Hii jambo ni jambo nzuri, sababu ndio turi yetu ya kwanza sisi wazalendo tunaona saa vile watu kama nyinyi kuja kututembelea. Na hii inamaanisha ya kwamba ni upendo ambao mmetumia na imetupatia nguvu, sababu hii kututembelea itaweza katuunganishe sisi kwa sisi.
sababu tulikuwa hatuna upendo kamili, sababu kila nguvu ilikuwa inatumika kwa nguvu zake. Lakini tangu wazalendo waliona na wakubwa wakaangalia mbali, wakasema pana, hatuwezi tukafanya kazi vile, lazima tujitie pamoja, tufanye coordination ya wazalendo msidsid, na ile coordination ikapewa bakubwa wa kuishimamia. William wa Kutumba kapewa namba ya kwanza. Hilo swali tutaliongelea hiyo. Ile kwanza hapa kwanza kuhusiana na gisi tunazunguka juu ya operation kuna naotembelea wazalendo. Kuna vijana wengine wanakaa mbali na wazalendo, hawataki kutoa hata ile kidogo juu ya kuwasaidia ambao wako wanapigana. Huko na message gani yenye unaniambia watu ambao wako wanatuangalia na vijana mbalimbali juu ya kuwasaidia wazalendo? Message ndio nikapee. Mimi nashukuru sana sababu ni jambo la kwanza, ni jambo kwanza na kwa sababu vile mimi nafurahi sababu ndio mara yangu ya kwanza tangu nimeanza hii kazi ya uzalendo kuona kama watu kama nyinyi kwa ajili ya kutusaidia watu kama vile wa journaliste. Wengine ambao walikuwa natusaidia walikuwa ni raia kwa kutusaidia unga, na wengine wanatusaidia sawa vile kidogo kidogo mchango yao makanisa, lakini kama vile nyinyi wa journaliste ndio mara yangu ya kwanza, na mimi nashukuru kwa ile jambo. Okay. Sasa habari kamili ni hapa. Watu wanasema Kamanyola, wazalendo wameingia Kamanyola. Na nyinyi ndio mko hapa kwenyewe kufuro kabisa hapa. Sitosikwe? Ndio, ndaweza nikakwambia vizuri sababu ukweli inabidi moto haitalungua. Sisi tumewahi kufuata hii barabara, lakini Warundi wakatuambia nyinyi hamuna nguvu za kwenda kutupita mbele. Sasa sisi kama vile wazalendo tukaona tupige Kamanyola kwa kutokea vilimani. Na ndio jana kulikuwa mapambano mpaka wazalendo waliingia mpaka Kashala. Wenyewe wanaelewa Kashala Kamanyola, wazalendo walikanyaga pale. Lakini ngawapo wazalendo hawana nguvu, msaada ni kidogo, ndio mambo kama hayo ndio vile kabisa, ile ni kweli. Walipigana tu Kashala lakini hawakuingia Mkamanyola centre wenyewe. Mkamanyola centre kabisa, sawa vile tulipata zile habari, hawakuingia kinaganaka Kamanyola centre. Lakini walikuwa juu ya Kamanyola na wakafika Kashala. Ule mwanaelewa Kashala ataona ndani ya Kamanyola tu. Okay. Ndio. Shona ndugu zangu, hiyo ndo habari ambayo iko sasa hivi. Sasa juzi kulikuwa kuna kikao cha wazalendo na nilizungumza hilo pia sababu nilikuwa huko pia juzi, na wakaweza kumchagua mzee William Amuli Kutumba asimamie operation za wazalendo. Wewe kama mzalendo mbobezi, ili swala ulilipokelea vipi? Mimi kama vile kamanda Muragara niko colonel, ile jambo ilinipatia kabisa furaha kubwa sababu tulikuwa bado tunafanya vyetu. Tulikuwa tunafanya mambo kama vile ya zamani wakati ya Babidalira na Banani. Balikuwa nafanya kila mtu anajitafutia mwenyewe. Lakini jambo ya kuunganisha wale wazalendo wote wapate coordination moja na wapate mkuu wa kutuongoza, ile ni jambo ya kuonesha kwamba ushindi ni wetu kabisa. Kuna makamanda wengine lakini ambao hawakuridhishwa na kitendo cha William Amuli Kutumba kupewa madaraka ya kukoordone wazalendo mu ate ya SIDSID. Ili swala likoje kwako? Ile swala ndio nikaone kuna wakamanda, ile ni kweli. Sababu kuna wakamanda ambao tayari walikuwa wamekwisha kula rushwa. Na ile rushwa ndio wamesikia haya kuona mtu anajitolea kwa kuungana, wale wanajiunganisha kwa kwa pamoja, yeye anaona sawa vile wanamkwaza. Na ndio alikuwa anapenda tubakie tu tunakuwa paripie, juu tusiungane ili adui atushike mateka. Okay. Ndio. Na message gani yenye uko nayo sasa kwa raia ya Uvira, ya Kongo yote, paske na mbala oyo meme bakino baolanda biso batu ya Kisasa, batu ya Lubumbashi, donc partout en RDC. Awa tozaka na Kamanyola na Luvungi, tozaka presque 2 km na Kamanyola. Epai ba M23 bazali. Lobi batu babandaki lobake ba wazalendo bakoti na Kamanyola. Wana ezalaki lokuta me basi babeti bango bakote ya bangomba wana babetaki bango fort. Me kokota na Kamanyola centre nde tokoti te. Tozaka awa na Luvungi. Sasa message yako kwa bakongole na kwa bakino? Lukula bakino na kukupesa bango penza courage. Pona lisango tosali biso nyoso bazalendo lukula tosangani na monike victoire komi ya biso penja. Parce que tozalaki parpiller, tozalaki koyokana te, tozalaki moto na moto, tous les généraux madaku mizwa ye moko ngai. Mais lukula tokomi moto moko na biete vraiment tokolonga vraiment. Wana nde na pesi message na ngai. Wana message ya colonel alobi boyokaki deja bazalendo avant bazalaki éparpillé, mais na mbala oyo bazakaka esika moko coordonné par mzee William Amuli Kutumba. So sisi raia pia
tuko pamoja na wazalendo na tutazidi kujikusanya kadiri tunavyoweza kuwa nakuja kuwatembelea. Sasa afande, mimi kama mwandishi wa habari na raia pia wanateseka kiukweli mwa hizi access zote hizi. Hili swala nakuwa naliongelea mara mingi. Hizi kamba zetu ni za effort de guerre. Of course sawa. Lakini kama raia hana, kwa nini kumlazimisha mpaka kupe 1000 francs ama 500? Wengine mpaka wanafikia hatua ya kuambia ikala pale 2 3 juu ya 500 tu mtu. Na mimi niko victime pia anyway. Message gani? Hiyo message ndaweza nikakwambia sababu foreign ambayo tulifanyisha leo ilikuwa ni parade general. Yeye William kutumbaligusia ile neno alisema ya kwamba mzalendo ni mtu wa kutumikia raia na mali yake. Yaani tusitatize wanani wa raia sana na tuangalie tunaenda wapi na tunatoka wapi. Na njoo akagusia ile neno akasema we mzalendo lazima uheshimu raia, na akatuambia neno ya maana ile ya waraia kupiga masasi ovyo akaikataza, na ile ngambo ya ile mabariere ile ni wakubwa ambao wataweza wakazungumuze na kuangalia namna wataweza wakapunguzie waraia ile charge, na waraia nao wajue ya kwamba hao wazalendo ni watu hawajapata hata pesa, ni watu wametoka mbali, wanakula kwa shida, kama ile kidogo inapata ndio wanauza mbunga, wanauza mkamboga, wanauza mkasabuni, sababu sisi bado hatuyapewa kitu na guvernema. Njoo ya maana kama unaona ile mambo inafanyika, njoo source ya ile yote kufanyika. Okay. Raia kama uko nayo pana na mzalendo pia kama sina, acha nipite. Acha nipite. Kwa hiyo ni hivyo. Sisi wote tunatumika juu ya kuweza kusaidia nchi yetu, tupambane nchi iweze kwenda mbele. Afande, mimi nakushukuru sana. Nafikiri message inafika. Tuko na watu wengi hapa. Tuko na makamanda, ngoja nisimame kwanza. Tusalimiana na watu. Jambo. Ya karibu sana. Hapa ni makamanda wetu. Asante. Asante sana. Ya tunashukuru. Hao wote ni makamanda. Na kama unavyojua B1 TV tunazunguruka kila sehemu. Na hatutaishia hapa, bado tutazidi kuendelea kuona jinsi watu wako wanaishi. Mimi nashukuru sana kwa nafasi hii. Mengine na zaidi endelea kuwa pamoja na B1 TV. Asante.